Mwanadamu, kuna nguvu katika kusubiri. Lakini nitasubiri mpaka lini? Nitasubiri mpaka wakati gani? Moyo wangu umejaa maumivu na siwezi kusubiria tena. Kuna nguvu katika kusubiri kitu chako. Kuna nguvu katika kusubiri yaliyokusudiwa na Mungu Mwenyezi aliyetuumba. Kuna nguvu katika kuvumilia kwa sababu kuna kesho njema ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako. Chukua picha ya kwamba Mungu amekuumba wewe. Lakini je, alikuumba pasipo mafanikio? La hasha. Maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Yeremia sura 29 mstari wa 11 yanasema, mambo ninayokuazia mimi ni mambo mema, si mabaya, kukupa tumaini siku zako za mwisho. Kumbe kuna kitu Mungu amekikusudia na anatamani kukifanya kwenye maisha yako. Lakini tazama namna ambavyo mwanadamu alivyoumbwa, akapewa vitu vingi vizuri sana kutoka kwa Mungu. Lakini mwisho wa siku akatenda dhambi kwenye hilo Mwanzo sura ya 3, na kutokea hapo akafukuzwa. Hivi ni subira kiasi gani Mungu akatoa ahadi ya kwamba atakuja kumkomboa mwanadamu kupitia mwana wake pekee, yani Yesu Kristo. Hivi ni subira kiasi gani kutoka wakati ule mpaka kufikia wakati ambapo mwanadamu amekombolewa? Ni miaka maelfu na maelfu ilipita ili aweze kumkomboa mwanadamu. Subira ni kitu pekee ambacho kinaweza kikapoza mateso na maumivu. Subira inaweza ikakusaidia kupokea kitu kizuri kwenye maisha yako. Subira itakusaidia uweze kukamilisha ndoto yako. Subira itaweza kukusaidia uweze kupata mambo mazuri ambayo Mungu ameyakusudia. Ndoto yako, maono yako yanahitaji subira. Ukitamani kufanya biashara nzuri unahitaji subira. Ukitamani mke mzuri, ukitamani mume mzuri, unahitaji subira. Ukitamani kufanya mambo makubwa yatawashangaza ulimwengu, unahitaji subira. Ukisoma kwenye maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 15, utaona habari ya Abraham, ambaye Abraham alikuwa ni kipenzi cha Mungu. Na Mungu akamwambia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, na akatoa hiyo ahadi kwake. Lakini Abraham akamuuliza Mungu, nitaendaje pamoja na wewe ingali sina mtoto? Je, huyu Eliezeri Mdameski ndio ambaye ataurithi nchi yako, ndio ambaye ataurithi mali zangu? Lakini mwisho wa siku Mungu akamwambia, no, mtoto ambaye atatoka kwenye viuno vyako ndiye ambaye atarithi hiyo nchi. Hivi inakuja kwenye akili yako kwamba mtu ambaye alikuwa ameenda umri mkubwa kama Abraham akawa na uwezo wa kuzaa tena? Kiukweli haiwezekaniki kwa namna ya kibinadamu. Lakini mwisho wa siku Mungu akamtolea ahadi ya kwamba lazima atapata mtoto. Na kweli ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 18, utaona namna ambavyo Mungu alimrudia tena Abraham wakati alipokuwa katika safari ya kwenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Na wakati huo akatoa ahadi, akamwambia mwakani majira kama haya utajipatia mtoto. Sara akacheka. Akaona ya kwamba hiyo kitu haiwezekani. Lakini Mungu akasema, hakuna neno gumu kwangu linaloweza kunishinda. Yani kila kitu ambacho unakiona kigumu kwako kwenye maisha yako, lazima kwa Mungu kinawezekana. Kwa hiyo lazima uwe na subira. Takribani miaka 25 Abraham alisubiri, na Mungu akatenda jambo jipya kwenye maisha yake. Ukiangalia kwenye kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 1, ukisoma mstari wa 1 mpaka mstari wa 20, utaona namna ambavyo mwanamke mmoja ambaye kipenzi cha Elkana, na Elkana alikuwa na wake wawili, mke mwingine alikuwa anaitwa Penina. Penina alifanikiwa kuwa na watoto, alikuwa na watoto 5. Lakini mwisho wa siku binti kipenzi ambaye alikuwa anampenda ni Hana, Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa amefunga tumbo lake. Kitu gani ambacho alichokuwa nakitafuta kwa Hana? Alikuwa anaitafuta uvumilivu, nguvu ya kusubiri majira yako yatapokuja. Na usifikiri ya kwamba majira ya mtu mwingine yanaweza yakawa majira yako. Na majira ya Mungu ni majira sahihi sana. Mungu anatenda kila kitu kwa wakati wake. Biblia inasema ya kwamba kila jambo na wakati wake.
Kwa nini kila jambo lile ni kwa wakati wake? Ni kwa sababu kila kitu kiliumbiwa kufanyika na kutendeka kwa muda wake. Kwa ukimwona mtu anafanikiwa ndani ya mwaka mmoja, haimaanishi wewe utafanikiwa ndani ya mwaka mmoja. Na kama mwingine alipokea muujiza wake akiwa na umri mdogo, haimaanishi na wewe utapokea ukiwa na umri mdogo. Ukiwa na subira, kuna mambo makubwa sana Mungu ambaye ameandaa kwenye maisha yako. Lakini kitu gani ambacho unatakiwa ukifanye wakati unapoendelea kusubiri? Kitu cha kwanza utachokiona, Abraham alimtolea Mungu sadaka. Ukimfuatilia Hana alimtolea Mungu sadaka. Kwa hiyo kitu cha kwanza unapokuwa unaendelea kumsubiri Mungu, lazima umtolee Mungu sadaka. Unapoendelea kumtolea Mungu sadaka, manake unaugusa moyo wa Mungu aendelee kuona namna ambavyo ataachilia muujiza wako wa kuwashangaza maadui wako. Kwa hiyo wakati unapoendelea kumsubiri Mungu, lazima utoe sadaka. Lakini pia sadaka hiyo ni sadaka ambayo unaitoa kwa moyo wako wote. Lakini pia ukae ukijua hautoi tu kwa ajili ya kumwambia Mungu kwamba nataka utende, lakini unatamani kutengeneza pia mahusiano yako binafsi na Mungu. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha msingi sana ambacho Mungu akusaidie kwenye maisha yako ni kwamba unapoendelea kumsubiri Mungu, uwe ni mtu wa kufunga na kuomba. Usikate tamaa katika kuomba. Usikate tamaa katika kufunga. Katika subira, katika kuwakomboa wanadamu, yote yametendeka kwa subira. Kadri mwanadamu anapoendelea kutenda dhambi, Mungu ni Mungu mwenye subira anaoendelea kutenda mambo mazuri kwa ajili ya mwanadamu ili aweze kumrudisha kwenye nafasi yake. Subira ya Mungu siku zote ni subira ajabu sana. Mungu anaweza akamsubiri mtu hata miaka 10, miaka 20 akiwa anatenda dhambi, akiwa anaamini ya kwamba siku moja atabadilika. Hata wewe pia mtumishi wa Mungu, unapoendelea kusubiri muujiza wako, usikate tamaa, usirudi nyuma, usione ya kwamba Mungu hataweza kutenda. Kuna kitu kikubwa sana Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Anatamani atende, anatamani afanye. Lakini kama utarudi nyuma, utapoteza kitu ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Unaweza ukasema ya kwamba umepambana muda mrefu kwenye biashara, umejituma sana kwenye shughuli zako, lakini hauoni matokeo yoyote. Kuwa na subira. Siku moja Mungu atakufanyia miujiza ambayo itawashangaza watu wengi kwenye maisha yao. Kuna watu wengi sana ambao wametenda mambo makubwa, hawajajulikana kwa miaka ile ya nyuma, lakini mwisho wa siku leo hii tunawakumbuka kwa nafasi zao. Kwa hata wewe unaweza ukawa mmoja wapo ya watu ambao Mungu amewakusudia ya kwamba mtatenda mambo makubwa, lakini ni mpaka ukiwa na subira. Huyu Abraham, ungeenda kumuuliza kwa miaka ile ya kwamba Mungu atatenda lini, alikuwa ajui ya kwamba Mungu atatenda lini, lakini alimsubiri Mungu kwa takribani miaka 25. Hana alimsubiri Mungu akiwa anategemea siku moja atampata mtoto. Alikuwa ajui atampata mtoto kipindi gani. Alikuwa hajui ya kwamba siku moja Mungu atatenda kwa namna gani. Kitu kingine pia utaona mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu alikuwa na mali nyingi, akapoteza kila kitu alichokuwa amebakiwa nacho ni mke wake peke yake. Lakini ukifuatilia vizuri, soma maandiko matakatifu, utaona namna ambavyo Mungu alikuja kumtendea muujiza kwa sababu ya subira ya Ayubu. Ayubu aliteseka, Ayubu alipata shida, Ayubu alisumbuka, lakini mwisho wa siku Mungu akamrudia kwa wakati wake husika, ili aweze kumuonesha kwamba yeye ni Mungu ambaye anapendezwa na watu ambao wanamsubiri. Kwa hiyo usikate tamaa mtumishi wa Mungu, endelea kumtumaini Bwana, endelea kusimama pamoja naye, atakusaidia kwenye maisha yako. Lakini kitu cha mwisho kabisa mtumishi wa Mungu, unapoendelea kumsubiri Mungu, usisikilize maneno ya watu. Maneno ya watu unaweza kukurudisha nyuma, maneno ya watu unaweza kukatisha tamaa, lakini wewe endelea mbele. Endelea kwenda mbele. Wewe ni mtumishi wa Mungu, umepewa nafasi ya kuendelea kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Endelea kung'ang'ana. Usisikilize maneno ya watu. Wengi watakusema, wengi watakukana, wengi watakutamkia vitu vibaya, lakini mwisho wa siku usikate tamaa. Endelea kumtumaini Bwana. Bwana ni tumaini lako na ni njia yako ya uzima wa milele. Kama Penina, jinsi ambavyo alikuwa anakimtamkia maneno mabaya Hana hakujibu neno lolote kwa Penina, lakini mwisho wa siku Mungu akatenda jambo jipya kwenye maisha yake. Na wewe pia ni mmoja wapo ya watu ambao mnasubiriwa katika kusubiri muujiza wa Mungu. Mungu anaweza akakutendea jambo jipya. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Lambert Bayana na hii Lambert Bayana Global Network.